sasa, inakufaa hiyo. Inaendelea kusema, Anza mwanzo. Wakristo wanadai kuwa, Sasa unaona kama ile anadai kwamba wanamuita Isa, wanamuita Yesu mtoto wa Mungu, wanamuita kwamba ni mwana wa Mungu, ndio kwa sababu eti Mwenyezi Mungu amemuita mwanawe. Unaona, eti kwa sababu Mungu amemuita mwanawe, kama ilivyotolewa katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maliza andiko. Lakini ukisoma vitabu vyao, itakuja. Lakini Qur'ani inasema mwanadamu ameitwa mtoto wa nani? wa Mungu. Amda ile. Na Qur'ani inasema na Adamu ameitwa mtoto wa nani? Wa Mungu. Haya, mpe nitakutolea wapi Adamu ameitwa mwana wa Mungu? Soma. Na wala Wakristo waamini kuwa ni mwanawe. Wala Wakristo waamini kama Adamu ni mwanawe. Tazama Luka 3:38. Soma Luka 3:38. Adamu ndio sasa. Luka 3:38. Ndio. Inasema hivi. Luka 3:38. Inasema hivi mwalimu. Naam. Adamu. Ndio. Adamu. Ambaye ni mwanawe Mungu. Mpe. Ile. Yes. Adamu naye ni mtoto wa nani? Wa Mungu. So Yesu kwa mujibu wa Biblia ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Na Adamu ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Mbona mwite Adamu mtoto wa Mungu? Ngoja nikuulize. Swali yangu ilikuwa iko hivi. Usiende kuona huko. Unajua ndio na mimi nakataa, ndio natakanga hizo. Wakati wa Mungu ilipowadia, mwana wa Mungu alizaliwa ili akomboe, na mwanamke ili akomboe wale walio chini ya sheria, ili tupokee. Ona, nataka ujibu kulingana na hiyo. Usiende mpaka kwa Adamu abana huko kulingana na sheria. Agano Jipya, twende kwa Agano Jipya. Ndio. Twende kwa Agano ya Kale. Nimekuelewa, ile nimekuelewa. Chukua maiki. Mpe maiki. Kwa hiyo andiko ya Galatia 4:4 imemtaja mtoto jina ni nani? Mwana wa Mungu. Imetaja jina? Hajataja jina. So, lakini tunajua Wakristo kwamba ni Kristo, hakuna mwingine. Safi kabisa. Yes. Safi kabisa. Maana hakuna mwana. Huyu mtoto hajataja jina, si ndio? Na wewe unatuambia ni mtoto wa nani? Mwana wa Mungu. Tufuate wewe ama tufuate Biblia? Sijakuita. Sema nisikie. Tufuate wewe au tufuate Biblia? Tufuate maandiko ya Mungu. Tufuate maandiko ya Mungu. Ndio. Safi kabisa. Hiyo ndiko limesema tutamwona mtoto wa nani? Wa Mungu. Ambaye ni nani? Kristo Yesu. Ndio hiyo andiko sasa. Amen. Ndio hiyo andiko. Usema chini nimekutolea maandiko kwa unaruka. Hiyo andiko limesema hivi, tutamwona mtoto ambaye amezaliwa na mwanamke, na waliozaliwa na wanawake ni watoto wengi. Hata pia mimi nimezaliwa na mwanamke. Sasa nitolea andiko, ni wapi huyo mtoto? Ni Yesu. Sikia nikwambie ndugu yangu. Mwalimu, ndani sisi tuheshimiane Kabisa. Hakuna mwana mwingine aliyotajwa katika Agano Jipya. Yesu alitabiriwa kutoka kwa Musa, hapana sisi. Na hiyo ndio ilikuja ikatimia. Umesikia? Mtume Paulo anasema wakati wa, hata huyu mwalimu atakufundisha, wakati wa Mungu, wakati ulikuwa Mungu alienda kwa Ibrahimu, alimwambia nini? Sijui. Wakati wa Mungu uliowadia.
malaika ya Mungu akaenda kwa Ibrahimu. Ndio. Sara atapata mtoto. Safi kabisa. Sasa Paulo anatumia aile. Huyu ni Paulo anasema huyu mtoto ni sawa. Wacha tukubaliane na wewe. Na hapo mtoto hajamtaja jina, si ndio? Hebu na tutajie jina. Waebrania 7:1 mpe huyo. Mpe Waebrania 7:1 tutolee nayo jina lake. Waebrania 7:1. Waebrania 7:1 inasema kwa maana Melkizedeki ndio huyo mfalme wa Salemu, ndio kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi ndio katika kuwapinga hao wafalme, akambariki. Maliza. Endelea ya pili. Ndio. Inaendelea kusema ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Ndio. Tafsiri ya jina lake. Kwanza ni mfalme wa haki. Kwanza ni mfalme wa haki. Tena mfalme wa salamu. Kisha ni mfalme wa salemu. Maana yake mfalme wa amani. Mfalme wa amani. Maliza. Endelea 3. Ndio. Hana baba hana mama. Ndio. Hana wazazi. Ndio. Hana mwanzo wa siku zake. Wala mwisho wa uhai wake. Maliza. Bali nini? Amefananishwa na mwana wa Mungu. Mpe. Huyo adumu kuhani. Mpe. Subiri. Order. Melkizedeki tumeambiwa hana baba, sawa? Hana mama, sawa? Amefananisha na mtoto wa nani? Ya Mungu. So Galatia posungumza ilikuwa inazungumza nani? Huyo mwana wa Melkizedeki, sawa? Ndio. Sio nani? Mungu. Asante. Asalamu alaykum. Hapo sasa ndio unataka kuruka. Wacha ujanja. Wacha ujanja. Ile mfalme wa amani Isaia ametaja na jina lake ni mfalme wa amani. Sasa unaruka nini? Wacha ujanja. Naam, tunaomba viti. Naona maswali inaongezeka. Tunaomba viti. Haile. Kuna mwingine hapa naye anapita kando. Namuona. Haile. Naona umejibiwa. Ndio nimejibiwa. Wacha umejibiwa Si ndio hapo mambo ndio hayo, mambo mazuri tu sana. Hebu mpe huyu kijana huyu naye tumuone. Naam. Kijana wangu. Naam. Habari yako? Nipo salama. Wanakuita nani ukiitwa unaitika? Jina langu naitwa Patrick. Naam. Jina zuri tu. Asante. Una swali gani kuwauliza Waislamu jioni ya leo? Na maswali kadha wa kadha. Ndio tunaanza na moja. Hiyo kadha wa kadha tunaanza na moja kwanza. Naam. Swali la kwanza ni ni nani aliyeumba Mungu? Ni nani aliyeumba Mungu? Hiyo aliyeumba Mungu. Naam. Sasa mimi sijui, lakini kuna yule pengine anajua, anaweza akakujibu hiyo nani kaumba Mungu. Sawa Naam. 21 Dakika moja tu. Mwalimu wangu. Hiyo ni Jana mwalimu alituambia tuchague sambusa ama ngozi. Leo kuna balaa. Ndugu yangu, mpe maiki. Mwalimu msomea, wacha niende. Ndugu yangu. Naam. Hakuna mtu aliumba Mungu. Alitoka wapi? Nani? Mungu. Hakuna mtu anayejua Mungu alitoka wapi. Itakuwaje umwabudu mtu ambaye hujui alitoka wapi? Hatumwabudu mtu kwa sababu Mungu si mtu. Mpe huyo.
Naam, nipo. 23:19. Hesabu. 23. Mungu hakuna Mungu hajaumbwa. Yeye ndio mwanzo na yeye ndio mwisho. Mungu yeye achunguzwi. Huyu Mkristo soma hiyo Hesabu. Saidi, msaidie ule kufungua kitabu. Yeye Mwenyezi Mungu hachunguzwi, hana siku zake, mwanzo wa siku zake hazijaandikwa wala mwisho wa siku zake haijaandikwa. Ngapi mwalimu Hesabu? 23:19. 23:19 nasema, Mungu si mtu. Mpe. Qur'ani inatuambia, Biblia inatuambia Mungu si nini? Mtu. Mtu ndiye anayezaliwa. Mwachema hiki. Mtu ndiye anayezaliwa. Mtu ndiye akona mwanzo na mwisho, lakini Mungu hana. Ayubu 36:26 mpe. Ayubu. Ukimsikia mtu anasema ukimsikia mtu anakuambia kwamba Mungu anaumbwa, huyo anakuwa anadanganya. Anadanganya kabisa, kwa sababu yeye Mungu ana sifa, yeye ndiye anaumba. Yeye ndiye ameumba kila kitu, ameumba kila kitu. Na ni kwa tamko lake tu. Hana mwanzo wa siku zake na mwisho wa siku zake. 36:26. 26 inasema 36:26 Ayubu. Inasema tazama, na Mungu ni mkuu. Nasi hatumjui. Ndio hesabu ya miaka yake. Unasikia sasa? Mpe kwanza. Biblia inasema Mungu ni mkuu. Ndio. Sawa? Na sisi hatumfanyaje? Mjui. Mpe sasa, endelea. Hesabu ya miaka yake haitafutiki. Hesabu ya miaka yake haitafutiki. Kwa hiyo yeye Mungu yuko peke yake, hakuna mtu anajua. Hakuna mtu anajua, kwa sababu sisi wote ni viumbe vyake. Umeelewa vizuri? Sijalipata. Sijaelewa. Kwa nini hujaelewa? Sababu wewe mwenyewe ulizo mamako ni nani? Kama hujamwona. Unasemaje? Uambiwe ulizo mamako ni nani kama hujamwona. Wapangwe hapo wanawake zaidi ya 10. Hujamwona tangu uzaliwe. Utasema mamangu ndo huyu. Sasa atakuwaje mamako? Si ndio Mungu ambaye umjui, ambaye unamwabudu na hujamwona. Hiyo sasa ndio imani. Imani. Hiyo sasa ndio imani. Waislamu tunaamini vipi? Mpe huyo. Qur'ani 2:2. Waislamu tunaamini Qur'ani 2:2. Inasemaje? Hiyo ndio imani. Semaje? Qur'ani 2 sura yake ya 2. Yake ya 2. Nasema hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Sawa. Ni uongozi kwa mtu wa Mwenyezi Mungu. Sawa. Ambao kuyaamini yasiyoonekana. Maadamu yamesemwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Umesikia sasa? Sisi tunaamini maadamu yamesema. Hiyo sasa ndio inakuja kwamba ni imani. Imani ni kumwamini Mwenyezi Mungu pasina kumuona. Umeelewa vizuri? Hapo sasa ndio inakuja imani. Tunaelewana vizuri? Naam. 36:26 hiyo Ayubu tumalizia sasa. 36:26 Ayubu malizia. Inasema tena. Inasema tazama Mungu ni mkuu. Ndio. Nazi hatumjui. Ndio. Sababu ya miaka yake haitafutiki. Sawa. 27. Kwani yeye 27. Soma mwalimu wangu. Inasema kwani yeye hufuta juu matone ya maji yamwagikayo katika mvua kutoka kungeni mwake. Msomee 21:23 Qur'an. 21:23. 21:23 Qur'ani. 21:23 kitabu cha Qur'ani. Alafu aulize swali lake lingine. 21:23 inasema nini? Aulizwi Mwenyezi Mungu anayoyafanya. Mwenyezi Mungu yote. Subiri kwanza taratibu wa Imran.
Mwenyezi Mungu kwanza haulizwi anachokifanya. Umenielewa vizuri? Endelea sasa. Kwani yote ni ya haki. Kwani yote anachokifanya ni cha haki, lakini wao viumbe wataulizwa. Unaona sasa? Mwenyezi Mungu hawezi akaulizwa. Wanaoulizwa ni sisi ambao ni viumbe vyake Mwenyezi Mungu. Sasa sisi kazi yetu ni kuamini kwamba kuna Mungu na kwamba kwa matendo ambayo tutakuwa tunayafanya mbele ya Mwenyezi Mungu tunatarajia kwamba ukitenda matendo mema kwa rehema yake Mwenyezi Mungu unaingia peponi. Ukitenda mabaya, ukifanya mabaya kwa hasira yake Mwenyezi Mungu unaingia motoni. Sawa ndugu yangu? Swali lingine. Swali la pili. Kati ya Yesu na Shetani nani aliyekuwa na nguvu zaidi? Ongea kwa sauti sikusikii. Kati ya Yesu na Shetani nani aliyekuwa na nguvu zaidi? Mwalimu wangu ndio mwalimu. Kati ya Yesu na Shetani yupi alikuwa na nguvu zaidi? Mchungaji hebu kuja ugonge mwanafunzi wako hapo. Alafu ukichemsha sisi tunachanganya. Ukijaribu kuchemsha sisi tunachanganya. Mungu ni nani? Hata mimi nimeshangaa. Haya, mpe mic. Ndugu yangu jambo. Naam. Uko salama? Niko salama. Naitwa Alpha, na wewe? Patrick, nimekusikiza vizuri, unamuuliza Mungu ni nani, si ndio? Kwa maana unataka kile ambacho unaona, si ndio? Haya, 29 Torati, mpe huyo. Naam. 29 Torati. 29 kitabu cha Torati. Naam. Kumbukumbu la Torati 29 inasema. Inasema hivi. Naam. 29. Hiyo ndio mwalimu wangu. Inasema hivi. Mambo ya siri ni ya Bwana. Ati mambo ya mpe. Inasema mambo ya siri ni ya nani? Ni ya Bwana. Mrudishie mic. Mungu wetu. Lakini mambo yaliyofunuliwa yetu sisi na watoto wetu milele. Mpe. Mambo tuliyofunuliwa ni ya nani? Na wazazi wetu. Ni yetu sisi na wazazi wetu na watoto wetu, si ndio? Nataka nikuulize swali. Baki tuna mic. Nataka nikuulize haya swali. Una uhai? Naam. Una uhai? Naam. Unaona uhai? Uone. Auone? Naam. Sababu gani? Napumua. Sababu unapumua, si ndio? Unaona uhai kwa sababu unapumua, si ndio? Na hiyo pumzi unaiona yenye unapumua? Sioni. Mbona? Mungu anajua. Na sasa unakubali Mungu yuko? Basi simjui. Hiyo maiki inafanya haifanyi. Unakubali yuko ama hayuko? Shakubali. Ako. Na imani sasa. Shakubali je imani. Sasa tumemaliza. Umekubali Mungu yuko, si ndio? Shajua hiyo imani. Ni sawa. Ukauliza swali la pili, kati ya Yesu na Shetani ni nani aliyekuwa na nguvu? Haya, mpe huyo. 2:12-9 Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana 12:9. Ufunuo wa Yohana 12:9 inasema mwalimu wangu. Naam. 12:9 inasema yule joka akatupwa. Anza kwanza, yule joka akatupwa. Mpe mic. Biblia imesema yule joka hatatupwa. Sasa ningependa nikufunulie huyu joka ni nani, ndio nielewe vizuri. Tuko pamoja? Na ni nani aliyemtupa? Ndio nakwambia ni nani aliyemtupa. Hata kwanza nikuelezee joka ni nani, ndio nikwambie ni nani alimtupa. 17 Ufunuo wa Yohana. 17 Ufunuo wa Yohana.
Anzia moja. Anzi moja. Akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasa saba, akanena nani akisema, njoo huku nikuonyesha hukumu ya yule kahaba aketie juu ya maji mengi, twende, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Teremka. Nao wakaao katika nchi wamelevwa kwa mvinyo ya uselati wake. Teremka. Akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru. Enda mstari wa 10. Mstari wa 10 inasema, mstari wa 10 inasema, navyo ni wafalme saba, watano wamekwisha kuanguka na mmoja achia pale, fungu limelitoka katika Biblia inasema nyoka ni shetani. Nyoka ni shetani. Tuko pamoja? Sasa turudi 12. Hapa pale mali tulikuwa 12:9. Ukisoma Biblia, nyoka, ukisikia nyoka ina maana shetani. Haya, sasa soma hiyo 12:9 tulikuwa. Yule joka akatupwa. Yule mkubwa nyoka wa zamani, aitwa Ibilisi, Shetani, au danganyoka wote. Haya, nyoka anaitwa Ibilisi na nani? Na shetani. Sasa mwalimu, hapo 12 anzia 9, anzia 6. 12:6. Kukawa na vita mbinguni. Inasema 12:6 inasema hapo mwanamke akakimbilia nyikani. Enda 7. Kulikuwa na vita mbinguni. Hapo palikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao mpaka pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda. Wala hali pao hapakuonekana tena mbinguni. Mpe Mike. Biblia imesema yule joka wakapigana na Mikaeli, naye hakashindwa, na mahala pake hapakuonekana nini tena. Mpaka hapo nani chini? Turejelee. Unaona pale Yesu alipokuwa anapewa mapito na huyo nyoka ambaye alitumwa naye shetani. Nakumbuka hiyo andiko. Tupe hiyo andiko. Lipo kwenye Biblia. Kitabu gani? Lipo tu. Kitabu gani? Lipo. Haya, kitabu gani? Lipo tu. Unalielewa hilo andiko. Ukisoma Biblia inasema kila andiko, kila neno linadhibitishwe kwa vinywa wa mashahidi 2 au 3. Sasa thibitisha shahidi wa kwanza. Wewe ni mhubiri, unaelewa. Kuna mahali sielewi kama mapito. Sasa nyoka ikatumwa naye Ibilisi ambaye ni shetani. Maanisha nyoka imepewa jina na shetani ambaye anaitwa Ibilisi, sio? Alipotuma pale, naam, akawa anaambia Yesu ambaye unasema ni mwana wa Mungu, ya kwamba afanye hili na hili na atapa mambo yote kwenye dunia. Ina maana yeye ako na uwezo wa kumpa Yesu mambo makubwa. Naona. Kwa hiyo swali yangu ilikuwa, kati ya yule shetani na Yesu ni nani aliyekuwa na nguvu zaidi? Tumesoma Biblia imesema nani ana nguvu. Nitakuwaje shetani mwenyewe anasema atamfanya hivi mara zaidi ya 3? Tumesoma Biblia imesema kati ya kukawa na vita, shetani na malaika zake, Mikaeli pia na malaika zake. Nani alikuwa na nguvu kati ya wawili? Ujanipata. Naomba Muislamu anijibu hiyo. Ngoja. Hiyo jielewe. Yaani, sikilizeni, huyu ni mchungaji na yule ni Mkristo, lakini kwa sababu swali anauliza anajua hajibu mchungaji yote mpaka kiama kinasimama. Siku hizi nimekwambia hivi, na mimi namwambia mchungaji,
Hichi ni chuo cha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpe ndugu yangu maiki. Brother umesema unaitwa nani? Patrick. Muislamu Kristo? Kristo. Asante sana. Ukisikia ukiita Nabii Isa, ni kwa Kiarabu maana yake ni Yesu. Kwa Kiarabu anaitwa Isa. Kwa Kizungu anamuita Jesus. Kwa Kifaransa wanamuita Jezi. Kwa Kibrazil wanamuita Bebeto. Kwa Kikuyu wanamuita Jeso. Hiyo ni jina la mtu mmoja. Lakini huyu Isa au Yesu unayemzungumzia, huyu Yesu Nabii Isa ambao Waislamu tunamwamini, hawezi akachezewa na shetani, lakini Yesu anayemwamini wa Kristo, Yesu anashindwa nguvu na shetani kwa mujibu wa maandiko nitakayatoa. La kwanza naanza na imani yangu kama Muislamu. Yesu hawezi akashindwa na shetani, Nabii Isa hawezi akashindwa na shetani na nguvu kwa mujibu ufuatayo. Alipozaliwa Yesu, kuna dua wanamwombea. Qur'ani sura 3 aya 35, alafu nijibu swali nimeuliza mchungaji huko. Nakwambia sisi ndio walimu wenu. Inasema kitabu cha Qur'ani sura yake ni 3 aya yake 35 hadi 34. Ndani yake inasema ndio, na kizazi cha wao ndio hicho na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kujua. Ndio. Ndani inasema kumbukeni aliposema mke wa Imrani. Unaona? Kumbukeni aliposema Imrani babake Mariamu katika kumwomba Mola wake. Alipomwomba Mola wake anamwambia nini? Mola wangu, ndio nimeweka nabii kwako yaliyomo tumboni mwangu. Unaona, Imrani mke mke wa Imran anaomba Mola wake, anamwambia Mola wangu, na kwamba kwako wewe kilicho ndani ya tumbo yangu nini? Huwa wakfu wa kutumikia mambo ya dini. Na kuweka wakfu kwa kutumikia mambo ya dini, maana Mwenyezi Mungu ndio. Basi nikubalie. Bila shaka wewe ndiye usikiaye ujuaye. Unaona, hakika wewe Mola nikubalie dua yangu. Wewe usikiaye, wewe ndio unayejua. Huyo Nabii Isa kwa mujibu wa Uislamu. Maliza andiko. Endelea kusema. Alipomzaa alisema Mola wangu. Unaona, mke wa Imran alipozaa alisema nini? Alimwambia, nimemzaa mwanamke. Nimemzaa mtoto mwanamke. Unajua anazaliwa kwamba atamzaa mtoto wa kiume, mzaa usienduke, mzaa tunakuja kwako, rudi hapa. Akasema niliyemzaa nilidhania nitazaa mtoto wa kiume, lakini nimezaa mtoto wa kike. Ndio. Na Mwenyezi Mungu anajua sana aliyemzaa. Na Mwenyezi Mungu anajua sana aliyemzaa. Na mwanamume niliyefikiri mtamzaa ndio si sawa na mwanamke. Maliza andiko. Nimempia jina Maryam. Nimempatia jina Maryam, mtumishi wa Mungu. Huyu ni mtumishi wa Mungu. Nami ndio namkinga kwako. Na nani? Namkinga kwako. Na nani? Yeye. Na nani? Na kizazi chake. Nani? Walinde na shetani. Mpe. Brother, kwa mujibu wa Qur'an, Imrani mke wake alipozaa alimzaa mtoto mwanamke. Huyu mtoto mwanamke aliitwa jina lake Maryam, sawa? Na Maryam ni mama yake nani? Yesu. Alipomzaa akamwombea dua, akamwambia na kuomba kwa Mwenyezi Mungu akulinde wewe na kizazi chako kutokana na nani? Shetani. Kama unaomba kutokana na shetani, shetani anaweza kuingia? Ameanza. Hawezi kuingia. Sasa sikiliza kwa mujibu wa Biblia, mpe huyo. Mpe. Inaanzia 6 Mathayo. Ngapi? 4:6. 4:6 ni kitabu cha Mathayo inasema. Ndio. Akamwambia, ukiwa wewe ndiye mwana wa Mungu. Mwalimu unaweza enda chapter kuanzia 1. Inasema. Anzia 1 alafu ndio 6 sasa. 4:1 anzia. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani. Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Mbe. Aliyepandishwa na Roho nyikani ni nani? Yesu. Ili ajaribiwe na nani? Ibilisi. Ibilisi ni shetani, sawa? Mbe. Akafunga siku 40 mchana na usiku. 6 sasa. 6 inaendelea kusema. Akamwambia, ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, jitupe chini. Kwa maana imeandikwa, ataagiziwa malaika zake na mikononi mwao watamchukua. Sasa kumbe huyu shetani alimjaribu Yesu,
akampandisha mpaka nyikani, akamwambia kama wewe ndio mwana wa Mungu, jitupe kutoka wapi? Kwa maana Mungu atakizia malaika wake kufanya nini? Wakulinde. Sawa, mpe. Kwa maana imeandikwa, atakuagiza malaika zake na mikononi mwao, ndio watakuchukua, usije ukajikwa mguu wao katika jiwe. Ndio Yesu akamwambia, tena imeandikwa, nini? usimjaribu Bwana Mungu wako. Maliza. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno. Mpe. Aliyebeba mwingine nani? Ibilisi alimbeba nani? Yesu kapewa lifti na nani? Mpe. Yesu akamwambia, ndio tena imeandikwa, mjaribu Bwana Mungu wako. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamuonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Mpe. Kumbe haya yote aliyefanya kumjaribu Yesu alikuwa ni nani? Ibilisi. Aliyebeba mwingine nani? Ibilisi. Kama Yesu angelikuwa ni mwana wa Mungu, angejirudia kutoka wapi? Lakini kwa sababu hii si mwana wa Mungu, alishinda kujirusha wapi? Ndio maana shetani alimwambia, kama kweli ni mwana wa Mungu, imeandikwa Mungu atakabidhia malaika wafanyeje? Sasa kati ya Yesu na shetani nani alishinda mwingine nguvu? Sasa unamaliza mwalimu, tushamaliza faida. Tushamaliza faida. Subiri. Yeye kashasema shetani alishinda nguvu na shetani alimshinda Yesu nguvu. Ndio ilikuwa swali. Mchungaji, karibu kwa Uislamu. Mpe maiki. Unalo swali lingine? Naam. Uliza. Wanasema Mungu anaishi juu, na shetani anaishi chini. Aya. Mwalimu, mimi huko sikufika katika masomo yangu. Haya kuna wenyewe. Mungu anaishi juu, shetani anaishi hapa. Mchungaji, njoo kanisa linakungoja, na ukimaliza jua niko nyuma yako na mimi nakusubiri. Ngaka shaogopea. Wewe brother, umesema unaitwa nani bro? Patrick. Patrick, unajua mimi sielewi swali lako. Hebu uliza tena swali lako, umesemaje? Niambiwa Mungu tuna imani yupo, sio? Kabisa. Kwa hiyo imani yetu Mungu yaishi juu. Yuko juu na mbinguni. Na shetani yuko hapa chini ambako alitupwa. Na Mungu mwenyewe, sio? Ndio imani hivyo, imani hiyo yote na. Wewe kumaanisha hapa tuishi na shetani, na Mungu yuko huko juu. Kwa sababu shetani ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu alipomuumba akaasi, Mwenyezi Mungu akamfanyaje? 11:9. Bwana Mungu atakuja kuishi na hata hapa duniani. Umeona? Naliona yeye alimwasi Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akamtoa katika kanilio pale alipokuwa, akamleta duniani. Ilikuwa ni mtihani tu. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anatuelezaje? Katika sura ya 7 aya yake ya 12. Sikiza kwa nini? Kwa sababu watu hawajui shetani alifanya nini. Waislamu peke yake ndio tunajua shetani alifanya nini. Huyo mtoto aondoke hapo. Waislamu sisi peke yetu ndio tunajua shetani alifanya nini, kisha Mwenyezi Mungu akatoa adhabu gani. 7:12, fanya haraka Imrani. 7:12 Qur'ani. Kuna mtu stima imeenda? La ila. Toke nimesha. Ama stima ndio imeenda? Huwa ndio tuchukue kule kwa mama ragaraka. Bana order sasa. Na hapa mimi naona iko. Sio hata ndio ile padi iko. Lazima wewe inaweza kuja kule utaenda haraka haraka. Kamaliza hiyo pesa. Order. Tangu natulia kwanza. Order please.
Sasa umetoa gani kaka? Ile inachaji simu pale. Hiyo na charge pia. Sasa kwa sababu ya urefu wa waya. Sasa si hata hii inaweza. Hii inafika. Haya sawa, enda tu na hiyo basi. Enda tu nayo. Mdogo wangu chemka. Hiyo? Hiyo speaker Simon ataenda na speaker. Semetaka wewe. Umepata waya mrefu. Unaenda kokote unataka. Alaykum salaam.